Taka kukutoa kwa block, ukope villagers nyumbani to facilitate your trip abroad because you have qualified for a job. Alafu, months later, you're still in the country, jobless and running away from everyone who lent you money. They think you're a con. You think the Ministry of Labor is the con. The ministry thinks the agencies are the cons. Sasa sijui agencies wenyewe wakiulizwa ansemaji jamani. So tonight, we are asking, kazi majuu imebant. Na kama imebant, who is to blame? Is it the ministry, the agencies, or us Kenyans for being too naive, too gullible? Send us your thoughts on WhatsApp. We want to hear from you. The numbers, looking at how unemployment is going, the direction that the government is taking in terms of offering employment opportunities. Na leo KNBS pia wame-release their statistics and numbers. Na interestingly, numbers including employment opportunities locally zime-reduce compared to last year. So we'll be looking at the numbers and paint a picture of kama kuna kon ni nani na anakon watu wapi. We're going to try and resolve that conflict as you talk, the one you talked about. Kags, let's hear from Majibu kwa ground. Watu wanasemaje huko? Majibs. Yes, Miss K, once again, it's another Tuesday. Mwambia watu kifika Tuesday, show ni moja, the Gen Z Manifesto, station ni mbili, K24 na Kameme. Hakuna place ingine juu hapa na tusiubonga issues za majenzi zote kabisa. Na kwanza leo mazee tukibonga hiyo story ya jobs abroad mazee. Nitakuwa napiga story ground kama kawa kama dawa. Niko na majenzi au wenyewe wenye walipromise hizo makazi. Niko na activists wenyewe na pia wataniambia kwanza hiyo drive yenye ilikuwa ya gava ya kuwase kupiga foleni wa play makazi majuu walienda ama hawakuenda, na kama walienda mbona bado wako Kenya mpaka saa hii? Is the government capable of conning its own citizens? Nitakuwa napiga story na wao na few tayari washajipanga, ndio hawa kama mpiga picha wangu anaweza kukuonyesha washajipanga ready for this conversation mazeni. Niko na boys, niko na mademu wataniambia kwanza kama wali apply hizo kazi majuu na kuliendaje, na pia hiyo drive yote ya gava kupeleka wasema juu kama ni scam ama tupatie serikali muda kidogo. Ina few Miss K. So much Majibu. Nakwambia Majibu, umeuliza swali nyeti sana. Is the government capable of conning its own people? Right. Watu hapa studio pia, they'll tell us what they think. For now, Kagina, please take it away with the stats. Well, indeed. In Kenya, we say at least 70% of the population is made up of the youth. But it would be interesting to see out of that population just how much are employed or have a job to do. So, according to the current numbers, 35% of Kenyan youth are unemployed. As we stand, 35% hawana kazi. 243,000 Kenyans have secured jobs abroad since September 2022. This is under the government's Kazi Majuu initiative. That is the president who gave us the numbers. And out of them, 1,000 Kenyans are deployed weekly to work overseas, with the government covering their airfares and expending their passports processing within a week. And they were targeting to export at least 2 million Kenyans kwenda Majuu. And their destinations, unauliza wanaenda wapi? Top picks ni Germany, Canada, Saudi Arabia, Qatar, UAE, UK, and the USA. Green cards zimetoka juzi, so hopefully a few made it there. And it doesn't end there. The conversation continues. When we look at just how much the country has been benefiting from those that are being sent abroad. In 2022, Kenya made 559.57 billion in diaspora remittance. 2023, it was a 4% increase because we got 671 billion shillings. In 2024, there was an 18% increase, with the number standing at 640.75 billion. And 2023, that is an 18% increase from 2023. And CBK, the same year, last year, they had targeted a growth of 17.5%. So that is a 0.5% growth in terms of remittance from diaspora that exceeded what CBK had initially set. So kama hizi ndo pesa tunapata kutoka majuu,
the government is targeting to increase that number to at least 1 trillion Kenyan shillings annually. So that's why we have the current program. But what is the progress of the program? I believe Ms. K will be delving into that conversation right here this evening. Thank you so much. Again, for the stats, as always, kutuchanua. For now, let's hear from Majibu kwa ground. Watu wanasemaje? Is the government capable of conning its people? Ama ni sisi tuna overthink? Ama ni sisi hatuko patient enough to wapatie more time? Majibu, what are people saying? Yes, nimekupata fiti Miss K bana. Acha nianze kubonga na wao leo. Acha nianze na wewe. Jina lako nani, alafu uniambie kwanza kulikuwa na drive ya gava kwa siku apply kazi majuli apply? Okay, kwa majina ni Maureen Njoroge. Mimi ni mwanafunzi Technical University of Kenya. About hizo jobs, okay, mimi siku apply but I know people who applied. Unajua wenye apply? Wako Kenya ama walishaenda? Bado wako Kenya. Mbona unasema nini? Wanasema kuna like they have already processed everything but bado hawajaambiwa kama wanaenda or not, like they are uncertain. So ni delays ama pia wanafeel ni kama kuna mchezo wa town? Actually what I can say ni mchezo wa town. Mchezo wa town. Aya, si mimi nimesema. Wacha niongee na bebe galo mwingine, maboys tulieni kidogo tu. Unaitwa nani, alafu pia wewe uniambie hiyo issue nzima ya wase kwa apply kazi majuu. Utasemaje? Unajua msomi ali apply? Ama uli apply wewe mwenyewe? Kwa majina ni Joyce Nyambura, mwanafunzi Technical University of Kenya. Me personally siku apply but najua kuna mtu ali apply, of which aki-apply alikuwa anaambiwa that anafaa kulipa pesa to some agent ndio aweze kukua hiyo process iharakishwe. Of which sasa alifanya kulipa hiyo pesa and then ikaenda kukua ni kama scammed. So hajaenda majuu mpaka sasa yako Kenya. Bado kwa Kenya, passport zake kila kitu ako nazo, alikuwa amengoja shalipa na ngoja kuenda na hapigiwi simu yoyote. Ai. Bazu, ushasikia wanasema wanajua wase wenye wali apply lakini mpaka sasa hawajaenda majuu. Wacha nikuulize basi pia wewe unajua mwenye alienda? Mimi najua kuna mwenye alienda lakini alitoa do fulani. Alitoa do. So okay, alienda after how long na ilikuwaje process yote? Na anasemaje sasa hivi yako majuu? Anasema pia uko majuu ni kunoma, jua alitoa kazi, alitoa hizi kazi, alijua anaenda kazi fulani but akapewa kazi fulani. So siwezi mention. So alienda lakini ngori yeye haiko Kenya. Okay, ako Kenya, ako majuu lakini ngori yake ni place alienda job alipatiwa si yenye alikuwa anataka. Ni hivyo. Leo naoma juu niko na kila mtu hapa. Sawa Bazu, mboya pewe niambie story yako ni gani? Story yangu kwanza kuhusiana na hii mambo na foreign jobs ni kuja kuwa na much public awareness, especially kwa sababu ina target vijana. So kukiwa na much public awareness, especially from both government na private sector, itaelimisha vijana the right ways za kuapply hizi kazi. Ukisema awareness ya vijana unasemaje? Juu wase walikuwa wameambiwa na ikatangazwa na gava, wase wali apply walikuwa narauka asubuhi kwa kupangazwa mafoleni. Do you think do they still need your awareness ama? First and foremost nataka tuelewe ya kwamba hakuna uwazi wa zile kazi za foreign jobs zenye hawa vijana wanaenda kuapply. Tukiangalia zile statistics zimepewa na Kenya Bureau of Statistics ni ya kwamba tuko na 5.7 unemployment Kenya, na hiyo ni ripoti ya last year. So kuna bulk kubwa ya vijana ambao wana fall for any trap. Nataka watu waelewe ya kwamba hizi kazi ambazo vijana wana apply out of desperate. Mtu hata akisikia kuna security job na maybe yeye ako kwa hoteli ya industry, ana jump kupata ile kazi. So ni out of desperation. So lazima waelimishwe kwa wazi, waelewe hizi ni kazi gani, ni skills gani zinahitajika. Ile agency inanipeleka kule nje iko vetted na regulatory body ile ambayo ina allow hizi agency kufanya recruitment ziko happy. Wacha nibonge na comrade hapa 101. Kama mnaweza exchange kidogo pia tumuone akiongea. Bazu anasema mayouth wanafaa kuelimishwa more about hizi issues. Jugava haija come out clear on the same.
na pia kuna issue nzima ya wasi kukoniwa. Wewe unasemaje? Ile kitu ningesema, hiyo kitu ya kukoniwa iko, but I think ile kitu inaonesha the country has failed its people. Kama economy yetu haiwezi andika watu jobs inaweza wa sustain hapa, it means they have failed us. I think we should insist of the creation of jobs here in our country, because most of the time wale watu wanaenda kufanya job abroad, they end up doing demeaning jobs most of the time in foreign countries. Ni kama venye tunaona sahi, we see people from Burundi, from Tanzania, from wherever, they are here in Kenya, and most of them you find them doing hizi kazi za kuchoma mahindi. Hata huko kwa sawa naambiwa huyu ameenda abroad, kwa majuu pia wao. Yeah, wako abroad, but you see sasa kama hiyo tuseme, kama mimi siwezi enda kuchoma mahindi pale. I'm not demeaning the job. I'm not saying it's bad, but I feel some kind of my country, I'm in my own country, na kuna jobs siwezi fanya. It's the same thing in foreign countries. Wale tuseme ni kwa wazungu, there are jobs they can do in their own country. Ukumbuke huko Burundi sasa kuna drive ya gava ya tuasao kuja wafanye kazi majuu Kenya. Wacha nirudi hapa hivi. Kuna issue nzima umebonga story ya wase kukoniwa, hizo mascam nini, na Mary's point fiti sana ya gava ni kama inafeli watu wake. Do you think gava hiyo point ya create jobs hapa Kenya imeshindwa, sasa inatafutia wase chances za kwenda majuu, wanaenda kukoniwa? Okay, what I would say about your issue yote ya kukoniwa, I feel like kuna some ignorance pia na Kenyans. Like wako very desperate such that anyone can take advantage of them. So hata ukiamka uambie tu umesikia job mahali and you want to hook them up, wako ready kutoa hiyo pesa. Like hawafuatilii facts, kuangalia ati huyu mtu amewahi peleka watu hivi ama hivi. But tena I blame the government at some point. Wameshindwa ku bring these opportunities. You see, kama tungekuwa na industries Kenya zenye ziko functional, I see no need ya watu kwenda ku benefit huko outside country, of which hata wakienda huko, not that the salaries ziko juu sana. Yeah. So acha nikuulize pia we issue ya, because gava before ingie kwa serikali, all leaders walikuwa wanasema wata create jobs to Kenyan youths. Sahi kuna hiyo drive nzima ya campaign wase kupelekwa majuu Kenya, kuna kazi, na uniambie kama gava imeshinda ku create jobs for the youth hapa Kenya, ndio maana watafutia kazi majuu. Mimi vile naweza sema Kenya hakuna kazi. There are so many people, kama last year kulikuwa na watu wengi sana wamegraduate. Naona kuna so many graduates, kuna so many universities in Kenya, na each year they produce graduates from different courses that they have done. So unapata hadi mtu hapati hiyo kazi hapa hivi. That's why mtu Kenya government ikisema ati kuna jobs mahali, kila mtu anakimbilia that slot, no matter kama kuna degree ama nini, because unapata naweza enda hapo kuapply hiyo kazi. I've got my degree in mechanical engineering and stuff, lakini hapo hivyo nimepata just a slot ya kukuwa a driver. You see, nitakosaje kuapply hiyo kazi? At least hapo I can earn something, and yet hapo hivi nimekosa kupata kazi ya mechanical engineering. So Kenya hakuna kazi. Nasema hakuna kazi. Wacha nirudi sasa kwa story ya majuu ndugu yangu. Umesema kuna wenye wameenda, lakini msali promisewa kazi ya accounts huko sasa anafagia ni za chani siseme. Aya, do you think pia is it our own fault kama wa Kenya, kama kuna cases kama hizo tunazisikia wase ameenda majuu, kazi nyele promisewa kufanya si anafanya, lakini bado kuna wa Kenya wenyewe bado nangangana kuenda bro mazee. Like ni fault yetu ama shida ni nini? Shida si yetu. Shida ni gava venye watu wanasema. Everything say anything in this Kenya ni shida gava, because unapata gava ndo inaleta hizo kazi, si ndio? Na emergencies gava wao ndo mabroker, wao ndo wanafanya hizo vitu. Unapata watu wanauzwa. Mtu ameenda huko anajua anaenda labda account, anaenda kufagia na chukua huko, analetana na mtu mbaya na katwa sikio ama anapigana huko, so watu wanauzwa. Kuna watu wanauzwa. Kuna issue ya watu kuuzwa, si eti kwenda kufanya kazi kadhaa. Kama Saudi Arabia, nimekuwa na case fulani my friend alikuwa ameniambia huko Saudi Arabia that mtu alienda kukula akifikiria anaenda US, but akachukuliwa wapi? Saudi Arabia. Na akaenda huko kuna venye means ya kurudi Kenya, ajue atarudi vipi. Yeah. So ni government, not us. It's the government, because the government needs to create employment for us. No. Wazi, nilikuwa nasikiza CS Alfred Mutua, CS wa Labor, leo alikuwa amepia kwa Senate Committee kusanua issue nzima ya hizo foreign jobs, hizo maskam zote hizo. Amesema in his own words, hakuna msemo mwenye amekoniwa.
actually wenye wanafeel wamekoniwa na wenye wanaona kuna hiyo delay, some of them wana opt to wakuwe refunded na waendelee na shughuli zingine. Do you think gava inaongea ukweli ikisema hakuna msemo mwenye amekoniwa kwa hiyo staff yote? Leo ukisikiza sentiments za CS wa labor, utapata uwazi ya kwamba this government does not sit well with the public views. Nasema hivi kwa sababu majority of the young people ambao wamefall into traps za human trafficking, wamefall into traps za kazi ambazo hawaku apply nchini before waende, ni ya kwamba we are dealing with a very system ambayo haijatoa juhudi za kuensure wale wanafanya kazi. Nataka nikueleze hivi, tuko na the BLAs, the bilateral labor agreements, ambazo ni agreement ya nchi yetu na nchi geni ya kuensure kwamba kazi za wale vijana wanaenda kule nje wanapata protection, but haziko enforced. Nitakupatia example ya Saudi Arabia. In 2020 tulisign a BLA with Saudi Arabia kuensure ya kwamba government ya Saudi Arabia na Kenya itaensure wafanyikazi wanafanya kazi katika mazingira mzuri, wanalipwa vizuri, na pia wanaweza kuwa na issue zao kukuwa sorted. But tumekuwa na so many cases, tumekuwa na cases ya mtu kufariki na hiyo cases haishughuliki. Sasa ni jukumu la government kuensure ya kwamba tuko na mipango wazi kabisa. Haya, director anasema pia alikataa kwenda Saudi Arabia. Nikirudi ataniambia ni kwa nini, but briefly, dakika mtu wa mwisho hapa hivi before ndo nimemia time kidogo tu kama anaweza kuja hapa karibu. Ameongea story ya bilateral ties na other governments. Kenya imekuwa na MOU na Saudi Arabia, na usisahau bro, huko Saudi Arabia ndio wasema wameenda, wenye walikuwa laki walirudi, wengine hawajarudi bado, na kumekuwa na cases mingi sana za wasiku dedi in a country like Saudi Arabia. Niuliza swali nilikuwa nimeuliza hapo mwanzo, is the government like ina safety citizens wake wenyewe ama ni nini tuna witness hii? Of course, okay, hiyo ndio kitu mtu anafaa kusema. Serikali inauza watu wake kama watumwa. Tunasikianga utumwa iliisha, but it's there because tunasikia watu wanaenda Saudi Arabia wanauawa. Parents wamezika watoto wao, wamerudi hapa wakiwa kwa caskets. So on the other side kusikia mtu akisema ati vitu kama hizo ati si za ukweli, it's very bad. Tumearau politicians kuwa they are lying, whereas the evidence we have is that these things are happening. Kwa hivyo gava imefail watu wake, imefail kuprovide jobs kwa watu wake, and I think it's all about corruption. Kenyan leaders are very, very corrupt. They're storing everything from their public coffers. Money meant for public use are therefore putting the lives of Kenyans at risk. Ndio maana watu wanaenda kufanyika watumwa nchi zingine. Haya, director anasema nikusalimie sana, ni mara nyingi amekuona ukishikwa, anashangaa ni aje leo kwa hapa na sisi. Chunga ufike nyumbani salama leo. Haya, Linda nakurudishia hapa, tumesikia majenzi manzao wamebonga ikawatoka. I hope gava imesikia zile vitu zenye Gen Z wameongea. I hope mta put into consideration. Hata mimi nilikuwa nataka kwenda majuu, lakini not unless system imekliniwa mazee. Unasema nisiende? Acha niendelee kushika mic K24 studio. Majibu, thank you so much. Na unajua hivyo venye unaongelea Saudi Arabia, kuna ndege sahi, even with atrocities that are happening there, kuna ndege sahi inaelekea Saudi Arabia for jobs. So like you said, ni desperation. Hakuna jobs hapa, so people opt to move around. But let's speak to our panel right here. We have an amazing panel right here with me, and since you have the mic, let's begin with you. Hizi job unaona ni scam, na kama umewahi jaribu? Unajua tunaweza kuwa tunaongea hapa na hata wewe uko kwa njia. Personally busy uko kwa njia. But kwangu ningetaka tu kuuliza tu swali simple kwa gava. Mbona mtume watu huko majuu? Whereas we can start from here. Mbona
tumejaribu huku ikakosekana kabisa ndo tuende sasa. That's my big question. Thank you for making it shorter as well. Perhaps you can just move around and get your thoughts as well. Yeah, amesema si tungejaribu tu hiyo fare ya ndege inatosha hata kukuanzishia biashara hapa. What's your take on that? Okay, thank you very much. My name is Michael Wandera. I'm a medical radiographer student, JKUAT. My take in this sounding correct when things seems not to be correct. It means most probably the one who is sounding correct is listening to himself. So we need a lot. The government at large need to do a lot of things. Raising expectation of many people, and you end up not fulfilling the expectation. It means you have corroded their mind. Yeah, you have retarded their plans. So I will urge them to style up. Thank you. Thank you. Message to government to style up. Let's get to hear from this particular lady here. Okay. What's your thoughts on this? Na hata umewahi jaribu kuapply. Unajua tunaweza kuwa hapa na pia wewe uko kwa hii njia. Okay, thank you. I'm Abigail. Yeah, kwangu unaona ni corruption. Cause wezi niambia nitoe karibisha mic. Nitoe like 100k ndio nipate kazi majuu while tunaweza tumia hiyo pesa tutengeneze kazi hapa Kenya. Yeah. Those are quick maths. Yeah, unasikia Miss K? Hizo hesabu za haraka. If I'm paying 200,000 to go to Saudi Arabia or any particular country, hiyo 200k siwezi anzisha biashara fulani. You know? Wenye wanakuwa scammed. Now, you know, others are saying that Lavas told them wanaweza enda majuu wapatie 200,000. So maybe pia sisi tuko na kashida fulani. And you said ni desperation. And I want to hear from you. Do you think the youth are desperate, gullible, naive, ndio maana tunachotwa do hivi? What do you think? According to me, yeah, I believe hiyo kitu ni very possible. Kwa sababu huwezi nchapia tu mazee just because tunapendana na wewe, unachapia mazee kuna wira majuu, mimi ndaenda mbele, wait after do utanipata mbele. Hiyo do ni jenge, ndashuluka utafika mbele. So to me I believe that there's that part of us yenye tuko naive when it comes to history ya kwenda majuu. Not because we want to go majuu, naonanga majuu ni kama ni kila kitu, which is not everything. Like they always say, east or west, home is the best. Sindio? So me I want to believe ukiwapa mtaa kila kitu iko best hapa. Lakini mtaa mnasema hakuna job. So what do we do? Let me come to that. Ni vile hakuna job hapa mtaa, sindio? Zindakata na hiyo story, sindio? I want to believe most of us kwanza sisi Gen Z tuko learned enough. I wasn't ambia whatever you've been practicing pale kutoka ungie chuo hadi saa hii hauna hiyo knowledge ya ku transform that, hauna hiyo capability ya ku transform that knowledge into something that you can earn something with it. So according to us, I feel that whatever you've been doing in school is nothing, na tunataka kutegemea mbele. Hold that thought. Tunarudi nawe, okay? Thank you. Right after this break. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste.